Na tunataka tuangalie vitu viwili muhimu. Kwa nini Yesu alikuja ulimwenguni? Haleluya. Kwa nini Yesu alikuja ulimwenguni? Sababu ya kwanza, na wengi tunaijua, alikuja kutukomboa kutoka dhambini. Alikuja kuvunja kiambaza cha dhambi. Haleluya. Kwa kazi ya kwanza ya ujio wa Yesu Kristo ni ya ukombozi. Na ukombozi ulitakiwa uje kwa njia ya mwili kama tulivyo sisi. Ndio maana Mungu akaja kupitia Yesu Kristo kwa mfumo wa kibinadamu. Haleluya. Soma Warumi 5:17. So ujio wa Yesu, kazi ya kwanza ni kuvunja kiambaza kilichokuwepo kati ya mwanadamu na Mungu. Warumi 5:17 unasema, ndio, kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ikatawala kwa sababu ya yule mmoja, ndio zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema, ndio, na kila kipawa cha haki, ndio, watatawala katika uzima kwa yule mmoja, Yesu Kristo. Watatawala katika uzima kwa yule mmoja. Nani? Sijasikia sauti yako. Nasema watatawala katika uzima kwa yule mmoja. Nani? Yesu Kristo. Haleluya. So kazi ya kwanza, Yesu Kristo anazaliwa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, ni kuja kumkomboa mwanadamu katika maisha yake. Haleluya. Lakini hiyo alikuwa ndio mwisho wa kusudi la Yesu Kristo. Nataka nikwambie kitu. Before Adamu hajatenda dhambi, Adamu alikuwa mtu wa rohoni. Haleluya. Adamu alikuwa mtu wa rohoni. So tumezaliwa katika kizazi ambacho tumekuta ni kizazi cha mauti, cha dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Hatuna experience ya mtu wa rohoni anatembeaje, ya mtu wa rohoni anaishije, ya mtu wa rohoni anaongea vipi na Mungu. So after the sin of Adam, what happened? Kizazi kinachofuata kina kisia. Biblia inasema hata manabii walikuwa wakichunguza ni namna gani wokovu utakuja ulimwenguni. It means hata kama kuna prophet unamsoma kwenye Bible, naye alikuwa anatafuta dimension fulani afikie katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Katika kipindi kile hata prophets walikuwa wanatafuta dimension, viwango fulani wavifikie vya kuishi maisha ya rohoni. So the second purpose of God himself to come in the earth is to teach us the experience of spiritual life. Kuna mtu hajanielewa. Nasema kusudi la pili la Yesu Kristo kuja duniani kwa mfumo wa kiroho ni kuja kutufundisha, ni kuja kutuonesha, ni kuja kututhibitishia kwamba mwanadamu katika ulimwengu huu anawezaje akaishi maisha ya rohoni kama mtu wa rohoni. Na kutakia na wewe siku ya leo unapotoka mahali hapa uwe na experience ya kujua ni namna gani ninaishi kama mtu wa rohoni. Your next year will not be the same. Somebody say I receive. I speak, your next year will not be the same. Because you know the secret of how to walk, how to live as a spiritual man. So Jesus is coming to us to show, even if you are a human being, you are not of this way. Hata kama upo katika ulimwengu huu, lakini wewe ukabila wako, wewe utaifa wako unahesabika katika mbingu zilizoinuliwa juu. Sijaona mtu ambaye anasema mimi ni raia wa mbinguni, hata kama nipo duniani nimekuja kama jasusi tu. Kuna assignment nimekuja kuifanya, na before I leave this earth it must be accomplished. Hallelujah. So Jesus show us this experience. So kama kuna watu kabla ujio wa Yesu alikuwa anasema, ndugu yangu, huwezi ukaishi maisha ya utakatifu, Jesus alituonesha. Haleluya. Kama kuna watu walikuwa wanasema hakuna mtu anayeweza kuponya, Jesus showed us.
Hallelujah. So this is the second purpose. Ni kweli umekombolewa, ni kweli Yesu ameingia ndani yako, but the second step, you have to live as a spiritual man. Say, I'm a spiritual man. I'm walking in spirit, not in flesh. Somebody say amen. Hallelujah.